almaarufu Karina, msanii wa movie ambaye tulipata taarifa za kuwa amefariki dunia. Mungu ailaze roho yake mahali peponi. Tuko na mwanafamilia hapa, kake atajitambulisha na tutafahamu mengi zaidi kwa hatua zinazoendelea kwenye msiba huo. Kama mtu habari ya safi kabisa. Pole na msiba. Asante, tushapoa. Faida wanakutazama, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Bashir Saleh Lusendera au Barugizi. Yes, na majina mawili. Bashiri, kwa taarifa tulizopona watu wa karibu hapa kwamba wewe ni kaka yake wa damu kabisa na marehemu, tungetaka kufahamu maneno kutoka kwako ukiwa kama kaka mara baada ya taarifa hizi za msiba. Hamna maneno mengi, ni taarifa tu ambayo ilitupa mshtuko familia, kwa sababu tulitegemea yeye aende kule, tatizo liishe, arudi sasa ajifanye maisha yake, na tulikuwa tushampanga mipango mitatu, plani za yeye akija sasa afanye nini. Lakini taarifa ndio imekuja hivyo tofauti, kwa tukawa tumepata mshtuko kidogo. Kuna swali huwa watu wanaulizia sana mitandaoni mara baada ya hizi swala kutokea, na kusema na familia wapo hapa, ni vyema labda wakatuelezea katika kipindi chote kile cha matibabu takriban miaka 8 inawezekana alikuwa anaumwa, hali ilikuwa ugonjwa, kila siku mitandaoni mara michango mara nini, na siku zote nyinyi mlikuwa kipaumbele labda kwenye tiba za hospitali tu. Kuna labda mshie kufanya tiba za kisuna mkiwa kama familia labda kwa ajili ya tatizo lake ambalo lilikuwa likimkumba? Sasa kuna mambo ya tiba za kisuna, mimi nilikuwa of course mimi mtu akikimbia kwa mara nyingi na kuaga na unajua shida hii, tatizo la hawa marehemu litupa tukajenga mazoea kwamba huyu atapata shida ataenda hospitali, kwa hiyo wengine tulikuwa sasa tunaendelea na shughuli. Sasa haya mambo mengine of course inaonekana kuna mambo ya sinema mambo ya meusi, lakini sasa sisi waganga hatujui, lakini ukiona unaona kwa hili jambo sio la kawaida. Kama kuna mtu alifanya, sijui sasa hivi anajisikiaje, atuelewe, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu ndiye atakaye hukumu mambo yote yanayofanyika hapa. Kuna mawasiliano yote au msaada wote ambao unatoka kwa watu ambao walikuwa nao kwenye sanaa? Kwa sababu nilipata taarifa kwamba wewe ulikuwa ni miongoni mwa watu kwanza kumshauri aache na masuala ya sanaa. Mimi swala yake amevesani kwa sitaki. Siku zote sije kumsupport. Lakini yeye alikuwa anapenda. Sasa unajua naye kwa kwa mtu mzima huwezi kumsema utamtia mangumi au umpige au utamwambia tu asipokusikiliza, basi unamwambia dua. Sasa yeye anaona linamfaa afanikiwe. Kuhusu mambo ya michango kwa sinema, of course ameumwa muda mrefu, kwa mambo ya michango yashafanyika sana. Mara mimi kwa tunaona maneno mengine mitaani huko ya ajabu. Sasa nikija bana, umeomba na msaada, sasa maki mimi niko against nikawa sasa hataki kunishirikisha. Lakini msaada nadhani amepewa, alichangiwa na Bongo Movie kipindi fulani. Amechangiwa hata hii juzi kasafiri ni msaada wa Mama Samia, ndo nadhani Mama Samia ndo ameparticipate party yote ya hawa kwenda kufanyiwa matibabu. Marehemu ameacha mtoto labda? Ameacha mtoto mmoja wa kike. Watoto hii dhana ambao watu wanadhania pengine hii utoe pia kama funzo, labda akiondoka mzazi mtoto anakuwa kwenye hali ya katikati ya watu wengi ambao atapitia pengine labda mateso au vitu tofauti ambavyo pengine ule upendo alikuwa akipata kwa mama yake, na inawezekana ilikuwa ikimwathiri hali ya mama yake kuwa anaumwa kila siku. Mkiwa kama wanafamilia na kutuambia kwenye hii hali ya mtoto kwenye malezi? Mtoto alikuwa alielewa tu vizuri. Mpaka sasa hivi alielewa vizuri kwa sababu alikaa kwa baba yake. Marehemu akakubaliana na baba watoto wake, akarudi mtoto kwa mama yake. Baadaye mama yake of course alikuwa anataka kufanyaga alikuwa anapenda yeye kumfanyia mtoto wake yeye mwenyewe, sio atafute ada mpeke shule yeye mwenyewe. Baadaye tena akaanza kuumwa kule kwa baba mtoto, akamwambia bwana, kwa sababu sasa umeanza kupata challenge za maradhi, tupe mtoto kusaidie. Akasema sawa, mashida.
Na mtoto wa likizo zote wanamleta kwa mama yake. Kila kifunga shule wanampandisha ndege anakuja kukaa na mama yake, shule karibia, wanamchukua anaenda shule. Hata kesho nadhani atakuja kwa ajili ya kumzika mama yake. Yes. Labda kwa msisitizo tueleze taratibu za mazishi ambazo zinaendelea kuanzia leo hii. Taratibu za mazishi hapa tunasubiri mwili utawasili hapa kesho kutwa saa 7:55 airport, lakini sasa mambo ya kufanya clearance and everything hatujui itachukua muda gani, lakini tumeona tutafanya mazishi siku ya Jumamosi saa 7 mchana baada ya swala dhuhuri katika makaburi ya Kisutu, na mwili utaoshwa msikiti wa Maamuru Upanga pale. Yes. Ila mwili utakapofika tutamleta hapa nyumbani. Mama yake ametamani aje hapa alale hapa, alafu asubuhi saa 3 tutampeleka msikitini kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kumfanyia stara. Yes. Chochote basi cha kuzungumza ukiwa kama kaka, labda dawa, funzo, kujifunza kwenye masuala ya subra katika vipindi vya maradhi? Ya, subra ni jambo la msingi sana, kwa sababu ilifika time asini tulikata tamaa, lakini sasa tulikuwa sisi tukata tamaa, tunamwona mgonjwa mmoja hajakata tamaa. Tunasema sasa tunawezaje sikata tamaa kati yeye mhusika hajakata tamaa? Umeona? Mimi hofu yangu ilikuwa ni bibi mkubwa yule mama, kwamba mama anaumwa, nikasema huyu mama huyu anaumwa kwa sababu ya mtoto wake kuumwa. Unajua wazazi wao wanaumia sana wazazi wanaumia sana kuliko sisi watu wengine. Lakini subira ni jambo la msingi sana katika masuala ya maradhi haya. Shukrani sana. Asante sana. Kwenye urafiki sasa ukaja kwenye undugu. That's why unaona sasa hivi familia imeniteua mimi kuja kutoa ratiba na kuwa naongea kwenye media kama hivi. So tumeitana hapa ili tupeane ratiba rasmi au ratiba kamili kuanzia mwili utakapokuja mpaka kwenda kupumzisha. Tarehe 18 Ijumaa mwili utaingia Dar es Salaam pale airport kwa ndege ya Emirates saa 7:55. So tutatoka hapa saa 5 kuelekea airport kwa ajili ya kupokea mwili. Tukipokea mwili pale tutakuja nao hapa nyumbani. Inategemea ni saa ngapi, kwa sababu pale tena mwili ukishaingia mambo ni mengi. So muda wa kufika hapa au kutoka airport kuja hapa inategemea ni muda gani, lakini tukitoka airport tutaelekea hapa nyumbani na mwili utalala hapa nyumbani kutoka Ijumaa mpaka Jumamosi. Jumamosi asubuhi saa 3 tutatoka hapa kuelekea Maamur Upanga pale msikiti wa Maamur kwa ajili ya kuosha na kuandaa. Pale tutaswalia pia pale. Kila kitu tutamaliza pale. Baada ya swalati dhuhur na baada ya swalati jeneza, tukitoka pale tunaelekea makaburi ya Kisutu kwa ajili ya kumpumzisha dada yetu, ndugu yetu Hawa. Karibuni sana. Sawa. Kusisitiza ni siku na muda. Siku Ijumaa tarehe 18 saa 5 asubuhi tutatoka hapa nyumbani kuelekea airport kwa ajili ya kupokea mwili. Tukipokea mwili sasa hapo hatuna muda kwa sababu hatujui nini kita happen pale airport. Nyinyi mnafahamu. Mambo ya check out. Yes. Tukitoka pale airport tutakuja straight hapa nyumbani na mwili utalala hapa nyumbani. Sawa. Kuna utaratibu wote labda kwa watu kwenda hapo airport, au kila mtu atakuwa na mfumo wake labda kwenda, au ni familia tu au mtu yote aruhusiwa? Mpaka sasa hivi tulikuwa tunazungumzia swala la kwanza usafiri wa kubeba mwili. Lakini usafiri wa kila mtu kwenda airport kupokea, sisi kama familia tunajaribu kuliongea hilo, lakini kutokana na Hawa alivyokuwa na watu wengi wanamfuatilia, watu wengi wanampenda kulingana na kazi yake aliyokuwa anaifanya, na tunafahamu Hawa ameugua miaka takriban 8 na watu wengi walikuwa wanamfuatilia. So sisi kusafirisha watu kwenda kumpokea airport na kumleta hapa, sidhani kama tutaweza kumudu hiyo. Okay. Ila watu wanakaribishwa kwa atakayeweza kuja kwa ajili ya kwenda kumpokea na kumleta hapa. Hakatazwi mtu. Okay. Sawa. Ila sasa sisi swala la kusema tusafirishe, unaweza kukuta Dar es Salaam nzima iko hapa. Utawezaje kusafirisha hao watu kuwapeleka airport, kuwatoa airport, kuwaleta hapa? Hizo ni gharama nyingine. So
Kwa atakayeweza, karibuni sana, tukampokea dada yetu hiyo siku ya tarehe 18 saa 7:30. Saa 7 na dakika 55 ndio ndege inatua. So ndege ikitua, mwili utatoka saa ngapi ni inategemea sasa. Yes, karibuni sana. Shukrani sana. Yes.